Katika kazi za kudanga mnakuwa mnashirikiana. Mfano umepata danga labda 2 matatu. Wewe uko peke yako, unajua siwezi kushughulika na wanaume wote watatu. Japo kuna watu unaweza kutembea na wanaume 3, 2 kwa wakati mmoja. Ukijiona uwezi unampigia simu mwenzio. Unajua ile kupeana shavu. Bwana rafiki yangu njoo. Sasa siku rafiki yangu alinipigia simu. Bwana rafiki yangu kuna deal hapa. Kuna mtu ataka umpeleke kwa Mpalange. Kwa sababu rafiki yangu anajua shughuli hiyo mimi naipenda na naiweza. Bwana nikamuuliza na shilingi ngapi, akaniambia ana 200 na hapa nilipo nimeshaichukua. Yaani wewe ukija mimi nakukabidhi mzigo wako, wewe ni kazi. Nikamwambia poa, haina shida, wewe mwambie achukue chumba kabisa, mimi nakuja. Natoka sasa naenda, yani ndio nishajiandaa nafika eneo la tukio. Naambua yuko chumba 17. Naingia namba 17, yule mteja ndo anaoga. Umenielewa? Mimi sasa ndio nishafika pale kwa ajili ya kukaa, hela yangu kashanipa yule rafiki yangu, nasubiri sasa shughuli iendelee. Ndio yule mteja kati anatoka kuja kuangalia hivi, ni baba yangu yuko uchi wa mnyama. Baba yuko uchi wa mnyama na mimi ndo niko pale kitandani. Yeye baba akisubiria kwamba kuna mtu anakuja anampeleka kwa Mpalange, anaona ni mwanae, na mimi mteja yenyewe nakuja kumuona ni baba. Ikaweje sasa baada ya kukuona wewe na wewe kumuona yeye? Kiukweli mtangazaji, mimi yani niongee tu kweli, nilikimbia ile siku. Singeweza kufanya na babangu. Mimi yani mara yangu wote, uchafu wangu wote, ndugu yangu, shemeji zangu wa karibu, baba yangu siwezi kufanya na nilikimbia. Ila ile hela niliondoka nayo, sikumrudishia.